Ladies and gentlemen, katika proposed presidential lineup yenye ilipeanwa na United Opposition, ni bayana ya kwamba Fred Okengo Matiang'i, ambapo Wakenya wengi walikuwa na imani ya kwamba pengine atakuwa flag bearer ama pengine akuwe running mate, is neither the flag bearer nor the running mate. Fred Okengo Matiang'i was offered the position of prime minister should the United Opposition form the government in 2027. That seat, ladies and gentlemen, is not in the constitution. I've always wondered whether they are going to amend the constitution, ama how genuine are they? How genuine are these people? Because the seat offered to Fred Okengo Matiang'i is unconstitutional. Are they going to amend the constitution? That is a question, ladies and gentlemen. But there is a high possibility that not all members, though rumors has it that everybody in United Opposition was actually consulted. Those includes one Fred Okengo Matiang'i. But there's a high probability that some members are going to pull out of the United Opposition, and this includes Fred Okengo Matiang'i. Now, what next for Fred Okengo Matiang'i? In this video, I'm going to look on the next move by Fred Okengo Matiang'i. If this is the topic you are interested in, ladies and gentlemen, I kindly request you to stay in this video till the end. Now, Fred Okengo Matiang'i ni formidable candidate kabisa wa Kenya. Wakenya wengi wako na imani na Fred Okengo Matiang'i. In fact, wakati kulikuwa na mambo mingi yalikuwa yanaendelea huku Kenya in 2024 last year, wakati kulikuwa na maandamano ya Gen Zs, Kenya kulikuwa kumeharibika. Then people started writing to Fred Okengo Matiang'i demanding Fred Okengo Matiang'i arejee Kenya ili aweze kusaidia kuikomboa hii taifa. Wengi waliona Fred Okengo Matiang'i kama mkombozi ambaye ataweza kuipeleka hii taifa la Kenya kwa hatua mzuri mbele, kutoka kwa mikono ya mnyanyasa, from the hands of this traitor in the name of William Samoei Ruto, ambaye alikuwa a darling before 2022 na ambayo Wakenya walikuwa wanaona ni kwamba ni Mungu tu alimteremsha kuja kuikomboa hii taifa, lakini wakapata kumbe ni kondoo, ni fisi tu aliyevalia ngozi ya kondoo na aliweza kuwageuka Wakenya. So Fred Okengo Matiang'i alienea kila mahali. Freddy, uko wapi? Ukuje kuikomboa hii taifa. Why were Kenyans actually demanding for Fred Okengo Matiang'i? Fred Okengo Matiang'i is so credible. The credibility of Fred Okengo Matiang'i is unquestionable. Uone ministries ambazo amekuwa assigned na former president Uhuru Muigai Kenyatta. Matiang'i is a performer, be it in communication, the ministry of ICT. Jamaa alifanya kazi vile inafaa. Jamaa alituhamisha from analog to digital. Currently, we are enjoying the fruits of being in digital world. Personally, nafikiria saa ingine tungekuwa wapi? Tungepiga hatua gani kama Wakenya tungekuwa analog? These things we are just enjoying are courtesy of one Fred Okengo Matiang'i. Nakumbuka jamaa time moja aliamuka tu na kutuhamisha kwa kilazima tutoke analog to digital. Mnakumbuka TV fulani zikizimwa? Sikuwa na TV but nilisikia zilizimwa. Tuliona zikizimwa na Wakenya walileta shida, but hatimaye wanafurahia matunda ya Fred Okengo Matiang'i. Ni kama Fred Okengo Matiang'i aliona mbali. In the Ministry of Education, nilikuwa hiyo time ya 2016, the first time in the history of Kenya ambapo mtihani ilifanywa ikiwa fair, ikiwa credible, na result ya mwanafunzi alipata tu result yenye ilikuwa tu yake. Kinyume na hapo awali, wanafunzi anasoma vizuri ama wanafunzi tu, mtihani ikuwa standard. Mtihani tu, wanafunzi from January to November wana revise to exam. Shule zingine wanapewa tu, instead wafunzwe ni exam tu, wanapewa venye wanachaza but Matiang'i eliminated that, na aliweza kutoa makates ambao walikuwa wanakandamiza kabisa, walikuwa wanailete down the Ministry of Education. That is Fred Okengo Matiang'i. Talk about the yellow buses, talk about reforms. Those reforms zenye alileta kwenye Ministry ya Education. Wakati aliletwa kwenye Ministry of Interior, Matiang'i alisaidia pakubwa kabisa. Alisaidia kupigana na maadui wa Wakenya kama Al-Shabaab na wengine, ama bandits, internal bandits tu wenye walikuwa mara kuleta kule kwingine Baringo. Alisaidia kabisa kudumisha usalama wa taifa la Kenya. Kwa hivyo, in short, Fred Okengo Matiang'i is a performer. This guy is a no-nonsense guy. When assigned to a specific task, is so determined
and he delivers. The results munaziona. That is why he was actually named as a super cabinet secretary in Uhuru Kenyatta administration. So Fred Okengo Matiang'i kazi yake inamwongelelea, na kwa hivyo Wakenya walikuwa na imani kabisa this guy kama atasend to the presidency, huyu tu ndio mkombozi tuko na yeye kama taifa la Kenya. Gen Z na Wakenya wengine ambao walikuwa wanaona ya kwamba Ruto ametunyanyasa kabisa. Two, Abagusi region, Abagusi, the Kisii, the Gusii region were actually happy that one of their son is going to be president, and actually in fact wakaforgo even the Maraga, mtu ambaye pia alikuwa ndani ya Abagusi, wakasema kwamba mtu tu tuta front na tuko na imani na yeye na amekuwa accepted, this guy is acceptable across Kenya, ni nani other than Fred Okengo Matiang'i, na wakampropose, wakamproject na wakampeana kwa Wakenya wote ili aweze kuwa kiongozi wao. So Fred Okengo Matiang'i, imani ya Abagusi wako na imani yake, na wakisikia ya kwamba amepull eti sasa atakuwa katika uongozi wa juu, then they are going to be disappointed. So this is the way forward for Fred Okengo Matiang'i. Akipull out of United Opposition, atajiunga na chama. Ni wazi ya kwamba sasa ako Jubilee. Actually the main reason why the opposition, the main reason awasi hakuwa mnataka Matiang'i akae at the top seat, that is the president and the deputy position, ni kwamba ni chama tu, alikuwa chama cha Jubilee ambaye Rigathi Gachagua hataunga mkono ati chama cha Jubilee ikuwe dominant in the mountain. Jamaa angekuwa na chama chake, pengine tu angekuwa presidential candidate ama deputy ama the running mate position, but jamaa akaingia na chama cha Jubilee. That is why the guy was not proposed as the opposition flag bearer. So as the guy is pulling out, and it's very clear that the guy is now in Jubilee party, jamaa ako Jubilee party, jamaa watazunguka akisaidiwa na former president Uhuru Muigai Kenyatta, wataconsolidate some votes in Mount Kenya. Tunajua ya kwamba Uhuru bado ako na usemi tu, japo Gachagua ndiye ako na usemi mkubwa kabisa kule kwa Mount Kenya. Jamaa ataconsolidate the votes from Gen Zs who are the majority, ambayo ni vijana walikuwa na demand for change, and that change wakasema kwamba italetwa na nani other than Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo Fred Okengo Matiang'i bado ako na ile support ya Gen Zs na millennials, yes, ako na hiyo support kabisa. Kumbuka hao ni guys alisaidia wakiwa shule, wamegrow wakijua kwamba Fred Okengo Matiang'i is so credible, na hao Gen Z hawataki kitu kingine, credibility, accountability, ambayo wanaona kitu tu, mtu tu anawapea hiyo credibility, accountability ni nani other than Fred Okengo Matiang'i. Two, the support ya Gusii region, Abagusi wants P. Yeah, some say that I want numbers, but those numbers are great. With the support of Abagusi, Fred Okengo Matiang'i will be able to have a stake there. With the demise of Raila Odinga, it may complicate equation for one William Samoei Ruto. There's that lose, a good number of lose. I want to support William Samoei Ruto. At least Baba angewapea direction kidogo tu, awapea saidia hii kijana. At least wangemsikiza. Now Baba hayuko. A good number of lose are not going to support William Samoei Ruto. And those laws ambao walisema kwamba kama ni Ruto Baba atatuambia ili tusivote, ili tukae tu home with the demise of Raila Odinga, those votes zote zitakuwa kwa Fred Okengo Matiang'i. So Fred Okengo Matiang'i bado ni formidable candidate in 2022, and that is exactly what is going to do. Whether he will win or not, still anaweza win, anaweza jaribu, still anaweza jaribu, but I told you ladies and gentlemen, ni kibarua, it is not going to be easy. Pengine tungoje tu rerun, because I don't see with United ikibreak, I don't see watu wakifika 50% plus 1 in 2027 general election. I don't know, but these guys already knows that if they are going to be divided, they are going to give William Samoei Ruto a very good and soft landing.
vile nilianza kuchambua hii siasa na nikamweka ndani, nimekuwa nikisema kwamba Rigathi Gachagua is working so hard to ensure William Samoei Ruto is a one-term president. Kasongo, one-term president. So, will he really allow Fred Okengo Matiang'i atoke kwa United Opposition? Yet anajua Fred Okengo Matiang'i commands a huge support, especially from Gen Zs, Abagusi, and other Kenyans who are tired with the leadership of William Samoei Ruto, na wenye wanaona ya kwamba hawatapewa hiyo leadership na other opposition guys. Ataachilia ama pengine ataswallow tu. Ataswallow tu, aseme bora William Samoei Ruto atoke. If that person who is going to remove William Samoei Ruto out of power ni Fred Okengo Matiang'i, then be it. Ama Fred Okengo Matiang'i pengine aitwe, aambiwe share zako ziko hivi na hivi, apart from the seat of prime minister, wewe utakuwa na maminister fulani kadhaa, utapewa position fulani za mawaziri hapa na pale. But hiyo ni MOU. MOU. Watu wanafuata hizo kweli? After election ni betrayal. Interest. Politics is all about interest and betrayal. After 2 elections, hizo zinafutwa. Betrayal after betrayal. But anyway, we're just waiting to see how things are going to unfold. I'm monitoring politics ya Fred Okengo Matiang'i. Personally, I have always supported Fred Okengo Matiang'i na ndaendelea kumpigia debe. Whichever the decision is going to make is upon him. Najua ataconsult widely na decision atamake. Mimi kama mimi ni mjunior sana, pengine advice yangu naiona from a different perspective. Pengine yeye anaona pia from a different angle na anajua this is a good move. Yeye ni mtu akona pesa, so akona good advisors na akona advisors wanamadvise as much as anaweza kuwa na bad advisors, pengine wanategemea pia interest yao. Akona good advisors, anapay. Kuna watu depend on Fred Okengo Matiang'i. Akona professionals wataweza mu-advise on a better way to go beyond 2027. But that's according to my perspective, according to how I see things from a different angle. That's my own views and that's my own opinion. I could be wrong. Probably you have divergent views. Let me know in the comment section below. Don't forget to subscribe to this channel, turn on the notification bell so that you are notified every time we post a new video.